Hii ni Freedom Studio na mimi ni Samuel Kakila na ninakuletea kipindi cha Sayari ya Soka. Nataka tupige stori za soka na kwa dakika chache na kukaribisha hapa. Kuna jambo limetokea duniani siku chache zilizopita, linahusu AFCON 2026 ambayo imechezwa AFCON 2025 ambayo imechezwa 2026 Januari. CAF wanyang'anya kombe la ubingwa Senegal. Hiyo ndiyo habari. Baada ya Senegal kuchukua ubingwa, lakini kwa mazingira yale ambayo yalijitokeza, Morocco wakaamua kukata rufaa. Baada ya kamati iliyokuwa inajadili rufaa kufanya mjadala kufikia maamuzi yake yakawa ni kuinyang'anya kombe Senegal. Sasa hilo ndilo tukio na habari ndiyo hiyo. Unaweza tu ukaandika kwenye comment hapo kama ulishawahi kusikia kitu cha namna hiyo na lini ulisikia kilitokea. Duniani kote, ukiacha bara Afrika, labda ni Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini, Ulaya au mahali gani, na au ni kombe la dunia, lini uliwahi kusikia wewe kitu cha namna hiyo? Nini kilitokea siku hiyo? Kilichotokea kimsingi ni hiki. Timu hizi zilikutana fainali 2025 Januari, walipokuwa wanakamilisha au wanahitimisha michezo yote sasa ya michuano ya AFCON ya mwaka 2025, hiyo Januari 26. Na timu hizi zilikuwa zinaonekana kutoshana nguvu, kila mmoja akionekana amejiandaa sawasawa kukutana na mwenzake na ubavu wake ukiwa kana kwamba unalingana na wa mwenzake. Ilikuwa almanusura watoke sare katika dakika zote walizocheza, ingawa Senegal kwa baadhi ya maeneo walionekana bora zaidi. Wakiwa wamepepetana dakika 90 zile za kuhesabu, ukiacha za mwamuzi ambaye anakuwa na stopwatch mkononi, kuna dakika anazisimamisha kama kuna jambo. Dakika ya 90 ya kuhesabu, mwamuzi aliitwa na VAR, waamuzi walioko kwenye VAR au chumba cha VAR, kumwashiria kwamba kuna jambo inabidi alitazame kwenye VAR. Alisimamisha mchezo na kwenda kucheki. Ilikuwa ni faulu ambayo Senegal walikuwa wameifanya katika eneo lao la penalty box ya goli lao. Mchezaji mmoja wa Senegal alikuwa amesukuma Brahim Diaz wa Morocco na akaanguka chini. Mwamuzi hakuona tukio, kwa hiyo ilazimu watu wa chumba cha VAR kumuita. Alipokwenda kutazama katika picha za marejeo kwa engo zake kwa engo zile ambazo aliangalia, akagundua kuna faulu imefanyika na akaamuru adhabu kwa maana ya penalty ipigwe kuelekea Senegal. Senegal hawakukubali, kocha hakukubali kwa Senegal, wachezaji wa Senegal hawakukubali, na kocha alishawishi timu kuanzia benchi la ufundi na timu iliyoko uwanjani kutoka nje ya uwanja wasusie mchezo. Walitoka wote
Lakini kwa nini walisusia? Nadhani ni kwa ajili ya muda mfupi kabla ya hiyo penalty iliyoamriwa na referee, kulikuwa kuna goli ambalo Senegal walifunga, lakini referee alilikataa. Lilikataa kwa nini? Kwa sababu kuna mmoja wa wachezaji wa Senegal alikuwa ametenda madhambi katika eneo la penalty box ya timu ya Morocco. Kuna mchezaji ambaye ilikuwa ucheze huo mpira kuokoa, alisukumwa na mmoja wa mchezaji wa Morocco alisukumwa na mmoja wa wachezaji wa Senegal. Kwa hiyo kilichotokea ni nini? Walifunga, lakini refa alilikataa goli, akiashiria kwamba ilikuwepo faulo ya kupigwa kuelekezwa upande wa Senegal, wakiamini kwamba ni mizengwe, labda bingwa kapangwa na Morocco anakusudiwa kuwa bingwa kwa namna yoyote ile. Walisusia mchezo, waliamua kususia mchezo. Kocha aliwashawishi benchi la ufundi na wachezaji kususia mchezo, wakatoka uwanjani wakaenda dressing room, vyumba vya kubadilishia nguo. Aliyebaki uwanjani ni wachache wa watu wa Senegal, wachache akiwemo Sadio Mane. Mchezaji pekee aliyebaki ni Sadio Mane. Akajenga hoja ya kwamba warudi uwanjani, akajaribu kujenga ushawishi kwamba warudi uwanjani. Kwa akawashawishi wenzake, akamshawishi kocha, akaingia mpaka vyumba vya kubadilisha nguo, akawashawishi, akafanikiwa kuwashawishi wenzake, wakakubali. Kocha akakubali na wachezaji wakakubali kurudi uwanjani, wakarudi uwanjani. Referee muda wote alikuwa uwanjani anasubiri, na hakuwa ameamua kuvunja mchezo au kuamua kwamba mchezo huu uwe umekwisha. Na kimsingi kama angefanya hivyo kumaliza mchezo, vyovyote vile Morocco walikuwa wanapewa pointi zao na magoli yao, na wao ndio wangekuwa wameibuka mabingwa. Lakini refa hakuvunja mchezo, alikaa akitulia na akiwa na subira kabisa, akiwa na utulivu kabisa. Senegal waliamua kurudi uwanjani na referee alipuliza filimbi, mchezo uendelee. Penalty ikapigwa, aliyekuwa mpigaji Brahim Diaz, yeye mwenyewe ambaye kimsingi alikuwa ndiye kinara wa ufungaji upande wa Morocco, akapiga penalty dhaifu. Golikipa Mendy wa Senegal akaidaka kirahisi, wakawa wamekosa penalty. Mchezo ukarudi kuanza mwanzo kabisa. Dakika 90 zile za mwamuzi zikafika mwisho, akamaliza mchezo, wakaingia kwenye dakika 30 za ziada, kukamilisha dakika 120. Dakika chache baada ya dakika zile kuanza, Senegal wakapata goli, wakafunga goli, na ndilo lilokuwa goli lao la ushindi kwenye fainali hizo. Hadi dakika 120 wakawa wamemaliza mchezo kwa staili hiyo. Dakika ya 120 nafika, refaria anapuliza filimbi, Senegal 1, Morocco hawana kitu. Washindi ni Senegal na mabingwa ni Senegal, wakakabidhiwa kombe lao. Dunia yote ikafahamu kuwa bingwa wa mchezo ni Senegal. Kumbe hawakuridhika Morocco, wamekata rufaa. Kamati ikajadili rufaa yao, wale waliopokea rufaa na kuijadili, wakainyang'anya ushindi Senegal na kuipa ushindi Morocco, na kunyang'anya kombe Senegal na kuipa kombe Morocco. Wakatangaza CAF kwamba mabingwa ni wamewanyang'anya Senegal, wamewapa Morocco. Dunia nafikiri haijaelewa, na hicho ndicho kilichotokea siku hiyo, na baadaye kilichokuja kutokea hicho, wanakuja kutangaza kwamba Senegal wananyang'anywa ubingwa, wanapewa Morocco au CAF, baada ya kama mwezi mmoja na sehemu au miezi miwili, ubingwa wa mezani wanapewa Morocco. Huwezi amini,
Hiyo ndio soka la Afrika. Yaani Afrika kuna mambo ya ajabu. Afrika kuna mambo ya kusikitisha. Afrika kuna mambo ambayo yakitokea huwezi amini kwamba yanatokea dunia hii tunayoishi wanadamu. Okay, nini ambacho ni maoni yetu sisi wachambuzi? Tunaamini refa kwa kuwa kusitisha ule mchezo baada ya wachezaji kutoka wa Senegal na kocha na benchi lao la ufundi kwenda kwenye vyumba vya kubadilisha nguo, kwa kuwa ule mchezo hawakumaliza, maanake ule mchezo haukuwa umeisha, na kwa kuwa walikubaliana baadaye kurudi, walikubali kurudi. Waliporudi uwanjani, refari aliendeleza mchezo ukaendelea. Sasa mchezo unaendelea, maanake ni kwa maamuzi ya refa ambaye alikuwa ndiye muamuzi wa mwisho wa mchezo. Manake CAF walikuwa wamemkasimu madaraka kwamba sasa wewe ndiwe ambaye unaendesha mchezo na unaamua. Yeye hakubaliza mchezo na aliuendeleza mchezo. Mwisho wa siku aliyekuwa mshindi ni Senegal. Wakati mchezo unaendelea na ukiongozwa na filimbi ya mwamuzi aliyekuwa akiuendesha ule mchezo na aliyekuwa akiuongoza ule mchezo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mchezo ule yeye ndiye aliyepiga filimbi ya mwisho akisema ya kwamba huu mpira sasa ndio umeishia hapo. Wakati huo Senegal alikuwa ana goli moja, Morocco hawana kitu. Hayo ndiyo matokeo halali ya ule mchezo, na kwa hiyo mabingwa halali ni Senegal. Hivyo ndio sisi wachambuzi tunavyoamini, na watu wengi duniani wanaamini, wote waliofuatilia ule mchezo kama mimi niliuangalia mwanzo mwisho. Wote waliofuatilia mchezo waliamini hivyo na wanafahamu hivyo. Dunia nzima, kila mtu anayezijua kanuni na sheria za mpira wa miguu anaamini hivyo. Kwa hiyo kwamba kuna rufaa ilienda CAF na kamati hiyo ikajadili ile iliyokuwa inahusika na rufaa na kutoa maamuzi hayo ni kichekesho kabisa. Yaani ni vitu ambavyo huwezi amini vinatokea katika ulimwengu wa soka, huwezi amini. Ni kichekesho. Nguli mmoja Drogba ndiye mshambuliaji wa Ivory Coast wa kimataifa na ambaye aliwahi kuwa mchezaji wa Chelsea wakati Chelsea anachukua UEFA Champions. Kombe la UEFA Champions. Ameandika makala yake ndefu. Aliandika akasema tunafika mahala tunataka kutia mashaka watu wa dunia ya soka kuiamini AFCON. Tutaifanya AFCON isiaminike, iwe ni kitu cha kutoaminika na kutia aibu, kwa sababu tukio hili ni la kutia aibu. Yaani mshindi anapatikana uwanjani, alafu watu wanaenda kukaa siku kadhaa baadaye mezani, wao ndio wanaamua mshindi badala ya yule aliyepatikana uwanjani. Jambo la kutia aibu, na watu tunawapelekea kufika mahala wasiamini AFCON. Alikuwa sahihi kabisa. Kwa hiyo hicho ndicho kioja nilitaka nikuletee leo. Hivi tunavyozungumza, Senegal alikataa kutoa kombe kwa Morocco, lakini pia Senegal wao wamepeleka malalamiko yao mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS. Ngoja tusubiri tuone CAS wataamua kitu gani, lakini hilo ndilo soka la Afrika, na leo nilitaka nikuletee huo mchapo. Naishia hapa. Usiache kusubscribe, comment, share na kulike. Mimi ni Samuel Kakila na hii ni Freedom Studio. Karibu.